yani kufanya kitu kila siku unafeli. Alafu wakati unafeli unajitia kitu roho wasiwasi. Unajitia nafsi yangu, kwa nini mimi nafeli? Kwa nini mimi kila siku nikifanya hichi kitu hakiendeki? Yani hauna sobra. Special day wanakuambia siku ya Arafa kabisa. Kama vigisi tunavyosikia Maher Zain anakuambia leo ni special day. Naam. Na ni special day kwa wote, kwa Waislamu duniani nzima. Swadakta. Na wanakuambia hivi, siku ya Arafa ukifunga unapata swawabu. Halafu pili, madhambi yako ya mwaka huu na mwaka unaokuja yanafutiwa. Sasa wewe utakubali kweli kukosa kufutiwa madhambi yako eti kisa tu kufunga siku moja? Haiwezekani. Na kuna mwingine anakuambia mimi nafunga leo lakini kesho lazima niende black. Hapa kwa ameharibu somo yake. Yani anafunga leo kesho anaenda black kucheza muziki. Na vile vile unakutana leo ni siku tukufu kwa sisi Waislamu. Leo ni siku tukufu huko Maka. Wako kwenye ibada tukufu hija. Na vile vile hiyo ibada hata na sisi tuko hapa hatukuelekea huko kwenye ibada, lakini tuko kwenye swaumu. Na tunamwomba ni Mwenyezi Mungu ametia hii ibada tukufu ili kwa yule anamjua Mwenyezi Mungu na yule anajua kama Allah yupo. Yani kafunga kwa nia yake moja, kachukua jana kanuia katika swaumu yake ya siku ya leo. Yani anasamehewa Mwenyezi Mungu mwenye rehema, mwenye kurehemu. Anatusamehe dhambi zilizopita na hizi zinazokuja vile. Na vile vile tuzidi tu Allah azidi tu kutupa mwisho mwema. Ni siku bora special, tena ni siku ya Ijumaa. Alafu leo ikakuwa siku ya Arafa na leo ni siku ya Ijumaa tukufu. Niwatakie tu Waislamu wa Burundi, wa Tanzania, wa Rwanda, wa Kongo, wa Mashariki Magharibi, dunia nzima. Niwatakie Ijumaa mubaraka, niwatakie swaumu njema, niwatakie kwenye maandalizi mema ya laidi, niwatakie hapo kesho kwenye siku ya kuchinja iwe ni siku bora, iwe ni siku yenye kheri. Allah apokee dua zetu, na Allah apokee swaumu yetu, na Allah apokee maombi yetu. Allahumma amin. Na kama mnavyojua kipindi chetu huwa kinakuwa na mada, na mada yetu ya leo ni kipi kigumu kukipata kwa maisha yako ya sasa? Kipi ni kigumu kukipata katika maisha yako ya sasa? Na si mbaya mpenzi msikilizaji ukachangia mada kupitia namba ya hapa studio ambayo ni 62891528. Unaweza kupiga au ukatuma SMS. Na kusikana na hiyo kitu kigumu haswa katika maisha yako. Dio? Yani kitu kigumu haswa kama mimi Charmante naozungumza kitu kigumu haswa katika maisha yako wewe, maisha yangu. Mtu unafeli. Ndio. Cha kwanza ule asiyemjua Mwenyezi Mungu. Ndio. Kama Mwenyezi Mungu kaumba mbingu na ardhi. Leo msikilizaji wetu wa 94.9 pana mabadiliko kidogo haswa, maana tuko kwenye mwezi siku ya ibada. Na ni siku huwa kila siku tunawapatia burudani za kutosha kupitia taarabu, lakini leo special kwa kila siku Ijumaa tutakuwa tunawapatia kaswaida tofauti za Burundi, za Tanzania, za zozote zile za dunia nzima vile. Na kitu kigumu haswa cha kwanza nimesema ule asiyemjua Mwenyezi Mungu ni kama kweli, yupo, kwa sababu sio kila mtu iko na ile hii inasema imani ya dini. Na kingine naweza nikazungumzia kitu kigumu katika maisha yangu. Unaona, yani kufanya kitu kila siku unafeli. Alafu wakati unafeli unajitia kitu roho wasiwasi. Unajitia nafsi yangu, kwa nini mimi nafeli? Kwa nini mimi kila siku nikifanya hichi kitu hakiendeki? Yani hauna sobra. Lazima uwe na sobra, maana ukiwa na sobra katika maisha itakuwa ni bora zaidi kuliko
kila kitu. Mwanadamu anapasha kuwa na nini? Na usobra hivyo. Naweza nikamwachia na mwe ili mseme mawili matatu ili tuachie fursa wasikilizaji wetu wa 94.9. Na mimi naweza kusema kwa kitu kigumu kukipata kwa sasa ni kazi. Naam. Kwa sababu mimi nilikaa kweli miaka ya kutosha bila kazi. Naam, nilisafa sana. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa niko hapa. Nadhani hicho ndo kigumu. Na ni kweli, lakini kumbuka mpenzi msikilizaji, leo ni kuhusiana na mada kipi ni kigumu kukipata kwa maisha yako ya sasa hivi. Ndio. Kuna watu wako tofauti. Na mwingine anakuambia ugumu wake kupata ni kazi. Kuna mwingine anakuambia ugumu wake kupata ni mke. Kuna mwingine anakuambia ni mume. Lakini kwa upande wangu mimi kwa sasa hivi ndio ugumu ni wa kupata kazi. Kwa sababu kazi siku hizi ni connection. Bila connection ndugu yangu utabakia nyumbani. Hata uwe na masomo yako utabaki nyumbani na vyeti vyako vitaliwa na panya. Kwa hiyo sasa ugumu wa sasa hivi katika maisha yetu ni kupata kazi. Ndio maana Waswahili wanakuambia hivi, acha kazi uone kazi kupata kazi. Na wengine Waswahili wanakuambia mali bila daftari upotea bila kutambua. Naam. Kumbe tunatakiwa tutafute kazi na tujipendekeze sana. Unakuta mtu anakuambia anamjua mtu wa connection ya kazi, lakini kumfuata na kumfesi kumwambia kwamba mimi na shida na kazi ni shida. Ndio. Siwezi kwenda kujipendekeza, no. Hujipendekezi bali unajitafutia kitu fulani kwako wewe. Unapopata kazi kwanza unapata heshima. Kweli. Shaone, unapopata kazi unathaminika kwa mtu yoyote yule. Kwa sababu una kazi yako. Hata ukipata kidogo ni kazi yako, unatoka katika jasho lako. Kumbe tujitahidi tuwe tupendelee sana kushirikiana na watu. Watu wengi siku hizi yani tupo kwa ajili ya kitu fulani. Huwezi kumfuata mtu bila kitu fulani. Kwa hiyo kwangu mimi naona ugumu sasa hivi ni kupata kazi. Na hiyo kazi mwenzangu Rahma, una kazi kweli ni kitu kigumu. Kama wewe haukusoma au kuingia kwenye darasa, hiyo kazi utaipata aje? Ni lazima kwanza uingie, yani usome. Naam. Unaona? Hapa Black FM hatukutokea nyumbani bila kupita kwenye kazi. Zinatofautiana. Kazi zinatofautiana shoga. Kwa mtu anakuhitaji katika duka, hahitaji mpaka usome. Alafu sasa ile hesabu ya pesa mwingine hajui kusoma lakini kwa pesa umzulu mshoga yangu. Ni kweli. Kumbe kazi ni yoyote. Kuna mwingine na ile akuchagua kazi. Ndiyo. Watu wanapenda sana kuchagua kazi. Mimi kazi ya kubeba zege siwezi. Lakini anapata hela. Ni kweli. Na anataka aombe, yani awe tu muomba akikuona dada nipe 500 haifai. Una mikono una kila kitu, mimi sitoagi. Hata mimi sitoagi. Nazamaga ule kilema kabisa sana. Kwa sababu una mikono kama unafanya makosa Mwenyezi Mungu atanisamehe. Aufanye makosa. Aufanye makosa kwa sababu gani? Unakuwa unaendekeza wanazidi kuwa katika streets, wanakuwa ni wengi sana. Kwa sababu mtu anakuta hana kazi yake ni kuomba. Ndio. Na usipompa anakutukana. Kupa tusi hilo mpaka unasema kumbe sasa tujitahidi yani tutafute kazi na kujipendekeza. Swadakta, mtu anakuambia hiyo kazi basi usiringi sana. Mtu anakuambia mimi nijipendekeze kwa Iveti, siwezi. Sasa nijipendekeze kwa Iveti ili iweje? Sasa unakuta mtu wewe Iveti ana connection nyingi, unamdharau Iveti kwa sababu unamwona hana connection, sawa? Lakini msogelee. Ukimsogelea utajua zaidi. Alafu kitu kingine tuache dharau. Dharau sio kitu kizuri katika maisha yetu. Usimdharau mtu kwa kumuona. Mdharau mtu kwa matendo yake. Kweli. Unajua nasema hivyo kwa sababu gani? Unakuta mtu ni mchafu anajitakia mwenyewe. Mchafu kwanza lazima umdharau kwa sababu ni kitu ambacho yeye ndo anakitaka kuwa mchafu. Lakini kilema usimdharau kwa sababu kilema hakutaka kuumbwa vile. Mwenyezi Mungu ndo alipenda kumuumba vile. Inatubidi tuwe makini sana kwa hivyo vitu. Dharau, tusipende kuwa na dharau, tusidharauliane. Unakuta mtu ananiona tu kwa leo, ule naye mimi naona kama vile yupo tu, hata simuelewele nyendo zake. No, nifate. Mbona leo unaongea sana? Leo naongea sababu nina mood ya kuongea.
Utasema ukufunga. Nimefunga. Natumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM umesikiliza mengi haswa kusikana na mada yetu. Lakini acha tu nikujuze msikilizaji wetu, natumai unatutegea sikio kama hapo tarehe 6 mwezi huyu wa 8 unakuja 2022 pana lancement yani kwenye pana tamasha. Uzinduzi sio tamasha. Uzinduzi wa radio lancement ya Radio Black FM. Uzinduzi wa Radio Black FM. Yes, lakini jua tu kama Radio Black FM ilishafunguliwa kitambo na hivi tu inakuwa tena uzinduzi. Mnakaribishwa watu wote tofauti. Itakuwa huko kwenye Stade Indware. Hiyo stade tuseme ni stade kubwa, wengi wanazoea kwenye stade kubwa msikilizaji wetu. Natumai itakuwa kiingilio ni bure na msikose. Hakuna kiingilio. Ukisema kiingilio na maana ni bure. Yaani unasema hivi ni bure. Ni bure. Ni miguu yako tu ya kuswampa. Mzungumzia hivyo, yani wewe umalizie mimi ni miguu yako tu. Ni miguu yako msikilizaji. Na uje upate hata soda. Huwezi kushinda kwenye show bila kasoda. Haiwezekani, aibu. Ukitafuna ka frites. Vitu kama hivyo vyote vitakuwa mfuko wako tu. Ndio, ni wewe tu. Ndio maana nakwambia hivi, unaanzaje kukosa kuja? Kwa sababu ni bure. Wewe na miguu yako ni kuswampa tu. Wao ukikosa jicho basi weka la sangara. Na ukosa mguu weka mdoli.